Ndugu zangu wa Tanzania, hiyo ndo basketball. You can win every game. You win some, you lose some. Hiyo ndo basketball. Huwezi kushinda kila mchezo. Of course, mechi haikuwa nzuri kwa Dar City leo kutoka katika kota ya kwanza mpaka kota ya mwisho. Al Ahly Benghazi, kama nilivyokuambia mchana, ni kwamba jamaa alikuwa amepoteza mechi mbili za kwanza. So katika game ya leo walikuwa wanajua wakipoteza nafasi yao ya kwenda katika hatua ya robo finali ingekuwa imeondoka kabisa. So walikuja very aggressive kutoka kota ya kwanza na wakafanikiwa kuweka gap kubwa katika zile dakika za mwanzo kabisa. Kama uliona kulikuwa kuna gap pointing 17-4. So pale wali create gap kubwa sana ambalo Dar City wakawa wanapambana nalo katika kila kota kulimaliza, lakini jamaa wakaendelea kuwa aggressive. Vitu ambavyo vilifelisha Dar City hasa katika kipindi cha kwanza, walikuwa na turnover nyingi sana ambazo zilitokana na defense ya Al Ahly ilikuwa bora zaidi katika kipindi cha kwanza. So zile turnover jamaa wakawa wanazitumia, wanaenda kuscore points. Na kitu kingine ambacho walikuwa na fail ni kwenye foul. Walikuwa wanafanya foul nyingi sana wakijaribu kucheza defense. Dar City wakawa wanafanya foul. Kwa hiyo jamaa wakawa wanapata zile free throw, wanaenda hawakosi, zote wanafunga. So they were good katika kila angle. Kwenye 3 points, kwenye free throw, walikuwa vizuri kwenye layups, kwenye offensive rebounds. So walikuwa bora katika kila sehemu. Dar City wakijaribu kuclose, wakijaribu kufunga, jamaa anafunga. Dar City wakikosa, jamaa anafunga. So kama unavyojua kwenye basketball, every possession ina matter. Yani unapomiliki mpira ile ina matter, unatakiwa ufunge. So Dar City walikuwa wakimiliki mpira, wakwenda kuscore, wakawa wanashindwa kuscore, jamaa wanaenda wana score. Kwa hiyo gap likali linazidi kuwa kubwa. Kipindi cha kwanza kama kuna gap kama la point 17 half time. Kipindi cha pili jamaa third quarter wakaja very aggressive vile vile, yani kama vile game ilikuwa ni, ukiangalia unaweza kusema points ni close game, lakini haikuwa close game. Jamaa akawa anacheza kwa intensity ile ile kutoka kama alivyocheza kota ya kwanza. Kota ya tatu wamecheza hivyo hivyo, wakaongoza kota zote, yani wame outscore kota zote, kota tatu za kwanza. Kota ya mwisho ambayo Dar City walikuja wakaamka, ambapo waliscore point 35 kwa 31, jamaa walikuwa bado very aggressive. Yani walikuwa wanacheza kama vile wao ndo wako nyuma. Ulikuwa mchezo mgumu sana kwa Dar City ambao wamepoteza mchezo wa leo, na mchezo jao watacheza dhidi ya Petro de Luanda. Itakuwa mchezo mgumu kutokana na kupoteza mchezo huu wa leo. So wataingia na pressure ya kutaka ushindi, na mechi ya mwisho watacheza na RSSB Tigers ambao nao pia wameshinda mechi 2 mpaka sasa hivi. So haikuwa game nzuri kwa Dar City, ingawa kuna baadhi ya wachezaji waliperform vizuri kama Foster, David Michi na Deng Ring ambao of course walikuwa na score 3 points, lakini kibaya zaidi jamaa walikuwa wakiscore 3 points, Al Ahly nao wanaenda kuscore 3 points. Dar City wakikosa, jamaa wanaenda kuscore. So gap likali inaendelea kuwa kubwa licha kwamba kipindi cha pili walibadilika, kocha alifanya adjustment fulani, kocha wa Dar City, lakini jamaa bado wakaendelea kuwa wazuri kwenye offense. So kitu ambacho kiliwafelisha Dar City kilikuwa kuanzia ile kota ya kwanza, walikuwa tayari washakosea na gap pale ikalishakuwa kubwa, kuwafikia jamaa ilikuwa ngumu sana. So let's check game ijayo itakavyokuwa, lakini ni basketball. You can win every game.